Nabii Suleimani alikuwa ni mtoto wa mfalme Daudi. Okay. Baada ya Daudi kufariki, Nabii Suleimani alirithi ule ufalme, na alivyorithi ule ufalme, licha ya ufalme na pia Suleimani alikuwa na vyeo vya unabii. Okay. Kwa maana huyu ndio mtu aliyepata bahati hapa duniani ya kuulizwa na Mungu moja kwa moja, bwana wewe unataka nikupe nini? Yaani wazungu wanasema physically nahisi physically, yani kakutana na Mungu. Physically, yani Okay. Kwa muonekano wa physically walikutana. Yeah. Akasemaje? Ila Nabii Suleimani kwa sababu alikuwa ni mtu anaojielewa na pia alijaliwa, yeye akakiri tu, Bwana Mungu mimi naomba nipe hekima na busara ya kuishi na watu. Aha, kwa Nabii Suleimani aliomba apewe na Mungu hekima na busara ya jinsi gani aishi na watu. Lakini swali linakuja kwa mwanadamu wa sasa, angeanza kujimegea, mimi nipe utajiri, labda nipe mahera, nipe madini, lakini yeye jamaa alikiri, nipe hekima na busara ya kuishi na watu. Okay. Ndipo Mungu akarudi na jibu kwake. Anamwambieje sasa? Anamwambia kwa kuwa umeomba hekima na busara, wewe inaonekana ni mtu mzuri sana na ndio niliyokuwa nakuhitaji. Okay. Sasa mimi nakupa kila kitu. Nakupa kila kitu. Kila kitu. Ndio pale jamaa inasadikika akapewaga madini. Kwa yote. Kwa sababu tunajifunza hata nyumbani kwake kwa siku alichinja ng'ombe 200. Okay. Akawagawia waja wake. Okay, ni moja ya vitu alivyopewa na Mungu. Alafu akajaga akaoa wanawake 100. Nabii Suleimani wewe. Maandiko yanatuambia kuwa yani licha ya mke mmoja yule aliyekuwa naye, lakini kuna mazulia kama 70 alikuwa nayo, yani licha ya wale 100. Okay. Kulikuwa tena kuna mazulia kama kadhaa huko alikuwa naye. Ana kila kitu. Kwa sababu yeye ana kila kitu. Anajiweza nini, amepewa kila kitu na Mwenyezi Mungu. Bwana umetisha sana.